Awali ya yote, kwanza nianze kwa kusema tumpigieni makofi mengi sana Mheshimiwa mgeni rasmi ndugu Frank, mwakilishi kutoka Ubalozini. Haya makofi ya AI hayajatosha, tunataka ya huku mengi sana tuyaone. Pigeni tena makofi. Tunampigia makofi kwa sababu hii shairi ambayo imesomwa hapa imekusanya nasaha zote ambazo sisi tulipaswa labda kuzitoa, kwa sababu tayari mwanzo tumetoa na sasa hivi tumepiga tena, lakini shairi limekusanya kila kitu. Lakini kwa sababu limekusanya kila kitu, yeye ameona na akajali, na kuna kanuni inasema imanul kalam aula min ihmali. Kwa kujali amesema atalichukua, atalipeleka ubalozini, kwa sababu imeeleza mambo mengi sana, na tunaamini ni moja ya hatua ambayo inaweza kuleta faraja kwa watu ambao wameacha majumba yao nyumbani, tukaja hapa kufanya kazi kwa niaba kubadilisha maisha yetu, lakini pia kuwa sehemu ya washiriki wa ujenzi wa taifa bora la Tanzania. Mimi nataka kusema vitu vitatu kwa ufupi sana. Kitu cha mwanzo amekizungumza dada yangu hapa, ndio mtangazaji, kwamba tuepuke sana hisia hasi. Tuepuke sana hisia hasi. Utafutaji wetu huu una mapitio mengi sana, lakini wakati wa mapitio magumu kiintelijensia kuna kitu tunaita control paranoid. Tuishi katika kufikiri suluhisho, tuishi katika kutafuta suluhisho, kwa sababu wakati wa tatizo, kitu cha mwanzo unatakiwa kubali kwamba hili ni tatizo, kwa sababu kuna kanuni inasema if you don't know the history, you don't know the source. If you don't know the source, you don't know the cause. And if you don't know the cause, you don't know how to solve the problem, and you don't know the direction. Ikiwa huelewi historia ya chanzo ya tatizo, huwezi kujua chanzo. Na ikiwa hujui chanzo, huwezi kujua sababu. Na ikiwa hujui sababu, wewe huwezi kujua how to solve the problem. Huwezi kujua namna gani tutatatua tatizo hili. Kwa hiyo kitu cha mwanzo, tuepuke hisia hasi, tufikiri suluhisho wakati wa mapitio magumu. Hilo ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, dada amesema kwamba utafutaji wetu una vita. Hata ukianzisha upishi wa chapati una nini? Una vita. Napenda nizungumze sentensi hii moja kwa nia njema sana, kwamba tuhakikishe sana katika utafutaji wetu watu wetu wa muhimu wasikutane na watu wetu wa karibu. Tuishi na falsafa, watu wetu wa muhimu wasikutane na watu wetu wa karibu. Sio watu wetu wote wa karibu wanatakia mazuri. Ficha vitu vyako, hasali ni nyingi. Kwa hiyo watu wako wa muhimu, au tunaita have a contact, ni ile kwamba wewe una majina 700 kwenye simu yako, lakini huna hata watu 5 ambao ni contact. Wale watu 5 au 4 ambao ni contact katika simu yako, hao ni watu wako muhimu. Ficha. Kitu cha tatu ni kwamba mafanikio popote pale huwa ni fursa iliyokutana na maandalizi. Mafanikio ni fursa iliyokutana na maandalizi. Kaka yangu hapa Matata amesema kwamba nia, unataka kwenda kufanya kazi, una nia au ni mihemko? Kwa sababu nia inakusogeza kwenye maandalizi. Nia inakusogeza kwenye kujua what your target, mwelekeo wako ni upi, kwa sababu malengo hupangwa. Kama hujapanga malengo, utakaa miaka 10 huko, lakini utakojafanya kitu. Kwa hiyo tujitahidini sana katika suala zima la kusahihisha ama kujipanga katika suala zima la nia.